nitainuaje? Maisha bila wewe mwenzako siwezi. Moyo wangu si unaujua ulivyo mwoga, na nitawezaje kumaliza chakula pendo umenipola mboga? Haiwezekani, kukukosa wewe bora nitoke duniani. Haiwezekani, haiwezekani, wakubebe wewe nitabaki. Ushawishi unaharibu mipango. Huyu msela yule mbabe ndivyo ameamua kuishi. Huyu msela mbabe yani ni follow maupishi. Moyo wangu si unaujua. Asante. Yaani unataka ufanyiwe kitendo kibaya umetulia tu. Pole. Jana siku hizi sijui apoje. Mtu kaoa lakini bado ana miamwamu ya ajabu. Mdalime. Hadi na watoto wadogo sasa, si ndio? Naomi. Kwani wewe hapo umeona nini? Kwa hiyo mimi mtoto Mdalime, si ndio? Yaani kufika tu una paniki. Jambo ambalo ulijui wewe una paniki. Nini shida mpenzi wangu? Ina maana mimi mtoto, si ndio? Ina maana mimi sioni? Sio kama wewe mtoto ungekuwa umeona ili jambo tangu linaanza usinge paniki. Mdalime, wewe kumbe ni mshenzi sana wewe. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Katika maisha yako sahau kama uliwahi kumuona Naomi. Na kuanzia leo hii sikuhitaji na wala sikupendi kabisa. Na popote utakaponiona baba, heshima ifuate mkondo wake. Naomi, kitu tunaongea. Naomi mpenzi. Niache bwana. Naomi nisikilize basi. Sasa naona shangaa nini? Mapenzi yanaendesha dunia, sandawezaje kujishikilia eti? Kuishi bila wewe mwenzako siwezi. Mapenzi yangu ndayapambania eti, kama vita nitainunua eti. Maisha bila wewe mwenzako siwezi. Moyo wangu si unaujua ulivyo mwoga, na nitawezaje kumaliza chakula pendo umenipola mboga? Haiwezekani, haiwezekani, kukukosa wewe. Naomi, mambo? Poa, vipi? Nimekuja ili tuyamalize yale. Hivi Mdalime, Kiswahili sio lugha yako, si ndio? Naomi, mbona mambo yenyewe madogo tu? Mambo madogo, si ndio? Hivi wewe, mimi na wewe tushamalizana. Kwa nini unanifuatilia maisha yangu lakini? Naomi, alafu pale uliondoka haraka. Ukujua kilichoendelea, mimi nilikuwepo namsaidia tu yule binti. Wewe umekuja umechukulia tofauti, ila mimi nilikuwa namsaidia tu Naomi. Kwaona nifanya mimi mtoto, si ndio? Sasa naomba unisikize kwa makini Mdalime. Sikuhitaji na wala sikutaki tena. Biashara mimi na wewe tumeshamaliza. Si unanielewa? Huenda kweli upo sahihi. Lakini mbona kila mtu kakosea? Mimi nimekosea na wewe umekosea. Umefumwa kwa mzee Kiope, unafanya mauchafu. Kwa hiyo sasa basi tumalizane, aishe kwamba wewe umekosea mara moja, mimi nimekosea. Haijalishi, lakini sikuhitaji na wala sikupendi. Hivyo usinifuatilie maisha yangu. Sawa. Haina shida.
bwana. Yaani ving'ang'anizi kama nini? Yaani utafikiria kijiji kizima mwanamke niko peke yangu. Kweli? Jamani, habari zenu? Kwani kama saa hizi? Kwenda babu wewe. Halo. Mapenzi yanailisha dunia. Sandawezaje kujishika? Chai ya leo ya moto. Piga kwa hasira wewe. Tuendelee. Mapenzi yangu ndayapambania eti kama vitani cha inunuti. Maisha bila wewe zako siwezi. Kajenze. Namba. Mimi ni nani kwako wewe? Si ni baba yangu? Si ni baba yako. Hebu nieleze, kati ya wewe na mwalimu wako wa Kiswahili nani alifeli? Unaposema si ni neno sentensi kanushi hiyo. Unakataa, unatoa kwenye ubaba. Ni sentensi tata, hata watu wakikusikia nje vijana wenzao watakushangaa. Nimekuuliza mimi ni nani kwako? Mimi hapa ni nani kwako wewe? Ni baba yangu. Haya, tuendelee kula. Lakini baba, kwa nini unaniuliza hivi? Nimekuuliza ili nijue kama unajitambua mimi ni nani kwako. Na umeshajibu vema. Naomba tuendelee kula. Sitaki maswali mengine tena juu ya hili. Kanyenze mwanangu. Kilimi mlimi ndio silaha bora kwa wazazi. Kwa mwanangu unatakiwa uwe mnyenyekevu kwa wazazi wako. Kanyenze. 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 Shua. Vipi wa? Kanyenze. Mbona wazee wanakuita alafu unaondoka? Adabu ya wapi hiyo? Kanyenze, mimi mama yako nimekuita mara mbili. Hujasikia wala kurudi kukaa. Lakini rafiki yako kakuita mara moja tu. Umemsikiliza na umerudi kuketi. Hivi mwanangu ni tabia ya wapi hiyo? Alafu mimi sijakulea hivyo. Shikamoni wazee wangu. Marahaba, habari za leo? Namshukuru Mungu. Karibu babangu. Asante sana. Umeingia lini hapa kijijini? Mimi na wiki moja. Una wiki? Wiki moja. Tumefurahi kukuona lakini. Ashukuriwe Mwenyezi. Asante. Asante Mungu. Wazee wangu. Naam. Naweza nikauliza swali? Bila wasiwasi. Mbona huyu kijana anatoka kule? Nimeona ni watu ambao mna wasiwasi sana. Kwani kuna tatizo? Kijana wangu. Haya mambo yana mambowe. Wewe achana nayo. Yaache kama yalivyo. Achana nayo kabisa. Kilembwe changu. Ngoma isiyo kuhusu usivalie kibwaya. Washua. Mwenyewe niko nimeshiba hapa, tuanze tu. Wazee wangu. Mungu niwaache. Haya baba, asante. Siku nyingine Mungu akipenda. Haya, asante. Tunashukuru baba. Asante.
Baba Rishma, vipi wewe kijana alivyokuita mwenzangu umejisikiaje? Nikatamani kuuliza kule uwani kuna maji ya kutosha. Mara sio kwa hofu niliyokuwa nayo. Hapo katokea wapi? Mimi nikafikiri wewe mwenzangu kwa kuwa mtoto wa kiume. Wewe moyo, kuna mioyo ya wanaume na wanawake, moyo ni moyo mmoja tu. Kufa ni kule kule na kaburi ni ile ile moja tu. Ufa mchezo nini? Yaani mimi mpaka jana nimekufa kwa kweli. Sio. Yaani sijaya maandazi niyapeleke ndani. Siji nikayamwage maana hata ile mudi ya kula imeisha. Mimi kwa nimalize tu ila chai si lazima mwage. Tena? Pate nguvu. Pate hata nguvu kidogo. Mimi hapana kwa kweli. Hapana babangu. Yaani hapa nashukuru tu Mungu huyu mgeni aliyokuwepo hapa labda tange tusupport. Kanyenze. Ndiyo. Mzee, mimi mbona sikuelewi? Mwenye vipi? Sasa unadhani mimi nitazungumzia nini? Kuhusu Najma mzee, mimi sizungumzii kitu kingine zaidi ya Najma hapa. Sasa shuo mwanangu. Najma uelewe kuhusu nini? Akati kama kibani tayari tumeshatoa. Kaa kwa kutulia mwanangu, mtoto wa kwetu wewe. Usichukulie simple babu. Siongei naye, sikutani naye na simu zangu haokoti. Unajua mimi sielewi. Punguza jazba mzee. Mambo mazuri si unajua hataki haraka. Usiniambie hivyo Kanyenze. Mimi najua shida yote itakuwa kwa yule jamaa yake. Ushaelewa? Atakuwa kagundua kama sisi tumempa kibani. Tatizo linatokea hapo. Oa nisikilize nikwambie kitu kimoja. Usichokielewa. Oa safari hii namuua mtu. Yaani nikikutana naye yule jamaa macho haki ya Mungu naua. Kanyenze naua. Sikiliza mwanangu. Utakiwa kufanya hivyo. Alafu yaani mtu mwenyewe huyo ambaye alikuwa kamtolea mwanzo kwa kibani, Najma, ukimwona unaweza kuanza hata na kucheka. Oa, awe ng'ombe, awe nyenyele, mimi namuua. Haki ya Mungu nakwambia. Sasa safari hii ubaya ubwela. Haki ya Mungu nakwambia. Mimi nakwambiaje? Narudia tena, huyo mtu ukionana naye, unaweza ukaishia tu kucheka. Ni jamaa fulani tukasheshe. Wewe ni kawaida mno wewe. Usijali mwanangu. Usijali hata kidogo. Sawa mwanangu? Unanipooza uongo. Sikiliza. Ngoja mimi niingie ndani hapa mara moja, nakuja sasa hivi. Sema mwanangu nachukulia vitu simple sana yani. Wewe tulia mwanangu. Natoka mjini nakuja kufanya mambo yangu, mwisho wa siku ndo kama hivi anaharibika nini sasa? Wala shaba. Bana vipi? Bana umebadilika. Kawaida ndugu yangu. Toka lini? Mimi ndugu yangu hapa na 1 week. Wiki hapa? Niko hapa wiki. Sema mwanangu hichi kijiji chetu kimekuwa. Mwanangu wiki atuonane. Mzee wa sapa. Wanakuja hao. Kolokoloni. Unajua kama nimeshikwa na butwa yani jinsi nilivyoondoka na sasa hivi ninavyokuona ni vitu viwili tofauti mzee. Babu kawaida. Ndugu yangu. Wazee wetu wametukuza. Ndio. Wametukuza katika imani. Ya. Kwa hivyo mabadiliko kweli yapo. Sasa hivi mimi nahudumia kwenye msikiti wetu. Ustaz. Ni jambo zuri sana kwa sababu ukiwa mahari mzee, sisi vijana pia utatushika mkono vijana wenzako. Kabisa yani. Na uzuri wake umekuja wakati mzuri sana ambao mimi nimekuja. Kwa sababu kipindi ambacho wewe upo kwenye uongozi msikitini na ndio kipindi ambacho ndugu yako nataka kufunga ndoa. Jambo la kheri hilo. Uko sahihi. Taarifa yako imenifurahisha sana ndugu yangu. Tena katika mambo ambayo yanafundishwa na dini, hasa dini yetu ya Kiislamu, yafanywe kwa haraka ikiwemo hili jambo la ndoa. Unajua ndoa ni ibada. Ndio. Kwa madhari kama Mwenyezi Mungu amekushtua kufanya ibada hii ya ndoa, unatofautiana na vijana ambao wao kazi yao ni kuchovya chovya. Ndugu yangu tulifanya haraka jambo. Of course bwana, nimeamua kufanya hivyo kwa sababu nimekaa mjini kwa takribani miaka mingi sana. Lakini nikiangalia wanawake wa kijijini na wanawake wa mjini ni tofauti.
Kaka, mjini kuna wanawake, kule kuna wanawake wa starehe. Kama unataka kuoa, rudi kijijini. Wanawake wako wengi tu wamekuwa sasa hivi, unaangalia yupo unataka kumuoa, unafanya nusura. Ni kweli wanawake wa mjini bwana wanaruka sana. Kwa kuna binti nilikuwa na mahusiano naye kipindi ambacho nipo kijijini, ila sasa nilivyotoka sikuwa na mahusiano naye. Kwa hiyo nimeamua nirudi nimjuze ili tufuate process niende kwao ili nimalize hili jambo. Ulivyoniambia unataka kuoa, kuna kitu hapo nimetamani kukijua. Unafunga ndoa lini? Mimi hapa na wiki 2 za kukaa hapa na niondoke. Kwa hiyo jambo langu nataka kulifanya kwa haraka kidogo. Mimi nadhani wiki hii ikiisha, wiki inayofuata nafunga ndoa, after then naondoka. Tena jambo lako Mwenyezi Mungu ameamua kulifanya liende pacha na jambo langu. Mimi mwenyewe niko mbioni kufanya hilo tukio. Na nafikiri kabla hujaniambia ungepata taarifa ya ndoa yangu kwanza kabla ya hii ya kwako nani. Mimi bwana tayari mwenzio nimeanza process, nishapeleka kibani. Ya tayari kila kitu, wazazi wananifahamu, ilikuwa bado tu kuchoma ubani, jambo liwe jambo, mwisho wa siku ungenikuta napikiwa nyumbani. Basi kama hivyo ndugu yangu, utaanza kula mchele wangu, alafu na mimi nakuja na kula mchele wako. Si unanielewa vizuri? Okay. Mimi naoa kesho kutu. Yaani leo tukishinda kesho kutu mimi nafunga ndoa. Okay, basi inabidi kwa mimi naanza kwako, after then utafuata kwangu. Na mimi siendi mbali. Mimi namuoa Najma. Mapenzi yanaendesha dunia, sandawezaje kujishikilia eti kuishi bila wewe mwenzako siwezi. Mapenzi yangu ndayapambania eti kama vita nitainunua eti maisha bila wewe mwenzako siwezi. Moyo wangu si unaujua ulivyo mwoga, na nitawezaje kumaliza chakula pendo amenipola mboga. Haiwezekani, haiwezekani kukukosa wewe, bora nitoke duniani. Haiwezekani, haiwezekani wakubebe wewe, nitabaki na nani?